Sukuma. 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 Bali kidogo tu sukuma. Sukuma. Mwanangu. Hakuna cha mwanangu. Nadhani ile hazina yetu imeshatimia. Shemeji, sijui nafanya nini kuhusu mume wangu. Kila nikimwona kwenye hali hii, roho inaniuma sana. Kimya kimya, hakuna anayesikia. Maumivu yamejificha ndani ya... Najua nakujisikia shemeji yangu. Hata mimi najisikia hivyo hivyo. Lakini kuna mtu nimeongea naye na ameniambia kwamba anaweza akapona. Ila huyu daktari ambaye anaweza kumtibia huyu anahitaji kwanza pesa, alafu matibabu yafuate. Wewe si unajiona mtoto wa maajabu? Unatuzibia riziki zetu. Kila tunapokwenda ni wewe tu, ni wewe tu. Sasa leo lazima nikuue. Mama! Amina, shida nini? Mbona kelele tena? Na umeshtuka haraka, umenishtua na mimi pia. Una shida gani mjomba wangu? Anko, binadamu sio wazuri sana. Wanataka kuniua. Kina nani hao? Unaweza ukaniambia? Bado sijajua. Amina, unaenda wapi sasa? Binadamu anataka kumuua. Kina nani? Amina. Yaani nitashukuru sana. Maana kila nikimwangalia mimi napata maumivu makali. Waongo. Ndio waongo, ndio daktari na tana hizo wale kwa pamoja. Ndio waongo. Kashali. Sawa basi. Mimi natoka mara. Kimya kimya, Utawai. hakuna Sawa shemeji. Kimya kimya, hakuna anayesikia. Mjukuu wangu, nimekuita na kukabidhi. Hii ndo hazina yangu hiyo. Na kukabidhi wewe. Bibi, hiki ni nini? Hiki ni king'amla. Huu ni uchawi. Uchawi? Ndiyo. Hapana bibi. Mimi bado mdogo na malengo yangu. Nasoma na elimu yangu nataka inifikishe mbali. Kwa nini unanikabidhi vitu vizito kama hivi? Hapo hapo kwenye kusoma. Hiki ndo kinga yako. Huko wanafunzi wanaonelewa sana. Hujui huu ni usafiri. Unaenda kokote unakotaka. Ukitaka Ulaya unaenda, ukitaka wapi unaenda, ukitaka Zaire unaenda, ukitaka Zanzibar unaenda. Hakuna mtu yoyote atakaye kuzuru mwili wako, atakaye kuonea. Ndio maana nimekupa hiki ili kikulinde, kwa sababu nakupenda
kupita maelezo. Bibi, najua kama unanipenda, lakini mi bado mdogo. Uchawi, watu huko mtaani watanifikiriaje? Mi siwezi bwana bibi. We! Utake utachukua, usitake utachukua. Uri hako bimpoleke tante. Nade kwina bo safire ono hanke uri fanya kimini. Noko tanda golo nene. Mimi nimekuja hapa bwana na changamoto kidogo ambacho naamini kwamba unaweza kunisaidia kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Kwa hiyo sina sehemu nyingine yote kukimbilia, maana nikimbilia hapo. Nadhani unajua hali ya kakaangu bado yupo kwenye hali mbaya sana mpaka sasa hivi, na kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kuchanganyikiwa. Afya yake ya akili inazidi kudorora kabisa kila siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo kuna mtu nimekutana naye, yeye anasema ni mtaalamu wa hayo mambo na anaweza kumsaidia akapona, ila tu anataka nimpatie shilingi 100,000, na mimi kwa sasa hivi sina pesa. Ndio nikasema nije unisaidie ili tuweze kumtibia kakaangu. Yaani wewe Chadi hujawahi kuja hapa kusema umekuja tu labda kimapenzi. Yaani kila ukiingia humu ndani unalilia shida. Nisikilize, juzi tu umetoka kuniomba 70,000 nimekukopa. Ujanilipa mpaka sasa hivi. Na madai yako unasema unaenda kunitibu kaka yako wewe. Leo unakuja unataka 100,000 ukanitibu tena kaka yako wewe. Hivi mimi mmeniona hapa nina kiwanda cha hela. Nisikilize, mimi mwenyewe nina shida. Mimi unaiona kichumba sijalipia pango. Mama yangu amenipigia simu kijijini anahumwa. Na mimi inabidi nitafute hela nilipe. Sasa unapokuja wewe kila siku unakuja kunililia mimi shida, unakuona nikosea. Sasa Swakali, kwani unafikiri hizo shida mimi nazitamani au nazipenda kwa labda nazita zije? Mimi tu ni kwamba sina hela mimi mwenyewe. Na pia sipendi hizo shida zinavonikuta. Ndio maana nakuja kwako ili unisaidie. Wewe kama unaweza kunisaidia nisaidie hata basi kunisema na kunikashifu. Sio vitu vizuri. Yaani mimi sina hela. Kiufupi tu hela ile mimi sina. Tena mimi nilikuwa hapa nikimaliza kupika ndio nitoke nikufuate wewe nije kukuuliza vipi 70 yangu ile hipo. Unipe mimi nitumie mama nyumbani. Sasa kabla sijatoka umekuja wewe. Nilipokuona unakuja nikajua analeta mzigo wangu. Unakuja na shida nyingine tena. Mimi sina hela. Mimi naenda. Nenda tu, unafikiria nitakwambia karibu. Umepata nini nyumbani kwangu? Kwani ujui kilichonifanya mimi nije hapa? Ningekijua ulichokifuata singekuuliza. Nimekuuliza tena kwa mara nyingine. Umefuata nini nyumbani kwangu? Nimemfuata mtoto wangu. Nimemfuata mtoto wangu. Ulimweka mtoto hapo? Au utegemea kwamba hiki ni kituo cha watoto yatima, kwamba mtoto yoyote anakuja kupata malezi, si ndio? Yule ni mtoto. Tena sio mtoto wako. Kwa sasa hivi ni mtoto wangu. Anahitaji malezi, anahitaji huduma kama za mtoto kwa baba yake. Naomba usinipandishie kisukari changu. Naomba uondoke. Kama ulikuwa unajua yule ni mwanao, usingeweza kumwacha mtoto wa miezi 6 na ukaondoka, ukaenda kufanya mambo yako, ukaona dunia ni nzuri kuliko yule mwanako. Kwa hiyo usianzishe vita yangali unaishi kwenye nyumba ya vioo. Nisikutie mwizi. Ondoka kwa usalama. Naomba ondoka kwa. Hapo ulipo wewe unaiwazia miezi 6. Wakati mimi alikaa tumboni kwangu miezi 9. Hivi unachokiongea na kielewe? Mimi ni mama eti. Mwanangu amekaa tumboni. Nimekula udongo mimi mwenyewe. Kwa hiyo kumlea miezi 6 unaweka kama miezi 9. Nisikize kwa makini. Tusimtafute mbaya nani. Tusimtafute ibilisi yuko wapi. Kwa wema, kwa usalama. Na kuitia kelele za mwizi sasa hivi. Utachagua mawili kati ya hili. Nikutie mwizi au uondoke nyumbani kwangu.
Yaani leo mimi nimekuwa mwizi, si ndio? Sawa, naondoka. Ila kaa ukijua huyo mtoto ni wa kwangu mimi. Utake usitake utamtoa tu. Unajiona mtoto wa maajabu, unatuzibia riziki zetu. Kila tunapokwenda ni wewe tu, ni wewe tu. Sasa leo lazima nikuue. Amina, unajua bado umeniacha njia ya panda. Nashindwa kuelewa mpaka sasa hivi ni nani huyo ambaye anataka kukuua. Unajua unanipa wasiwasi mjomba. Kwa nini lakini nakuwa hivi? Unanichanganya mimi. Naomba niambie basi ni nani ambaye anataka kukuua? Anko, Wachawi wanataka kuniua. Kisa tu na nguvu za ajabu. Wachawi? Kila kufanya mambo yao, mimi nastopisha. Ndio maana wanataka kuniua. Yaani sije nakusaidiaje? Kiukweli nashindwa kuelewa jamani. Mbona mambo yamekuwa hivi sasa? Kwa hiyo unajisaidiaje? Kwa sababu mimi sina nguvu yoyote mjomba. Wewe binafsi unajisaidiaje? Maana itabidi sasa mimi nikuulize wewe. Maana nikisema niingilie kati ili haki ya Mungu vile naweza kanitoa roho mimi. Binadamu akoje lakini jamani. Mjomba. Kwa hiyo wewe mwenyewe umefikiriaje kuhusu hili? Tumwachie Mungu na Mungu atanisaidia. Sipo duniani kwa ubaya, nipo duniani kwa uzuri. Naamini Mungu atasimama na mimi. Sawa, haina jinsi. Ngoja tuone. Yaani leo ni siku nzuri sana. Na imani tutakula nyama tamu. Ila ulichofanya sio kizuri. Kumbuka kwamba yule binti bado mdogo. Alafu kile ndio kizazi chake cha kwanza. Ningemsamehe tu. Hata mimi ilikuwa ni kizazi changu cha kwanza. Na yule binti alinicheka sana kipindi nakula kipaja cha mwanangu. Sawa, nakubaliana na wewe. Lakini wewe umempa adhabu kubwa sana. Yaani ungemfanyia hivyo ambavyo umefanya, lakini usingemweka msukule kama vile. Yaani umempa maumivu ya kwanza na bado unaenda kumweka msukule. Sio sawa. Unadhani nisingemfanya ndondo cha wewe? Sasa nitangazia kwa watu. Maana aliniona kipindi namchukua mwanae. Hilo nalo neno. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Inabidi tukutane pale pale leo usiku. Tule nyama huko tunaenjoy. Nyama ya leo itakuwa nzuri sana. Maana itakuwa laini kama samaki. Sasa nitakuja na ndimu, pilipili, bila kusahau chumvi. Wewe tena. Kumbe naona furahi afu najifanya unatetea. Kwa hiyo paka leo kaka yako bado hali yake ni mbaya. Wewe acha tu ndugu yangu. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda, ndio ninavyozidi kuchanganyikiwa. Yaani nashindwa kuelewa namsaidia vipi. Na sijui nafanya njia gani kwa sababu nishaenda kila hospitali. Lakini wameshindwa kumsaidia. Kwa kweli ni changamoto, lakini mimi nikuombe kitu kimoja. Unajua ungejaribu kuangalia mambo ya Kiswahili saizi ni mengi. Washirikina wamejaa kibao. Sasa ni bora ungempeleka kwa mganga. Kwa sababu waganga wanasaidia, atatibiwa, atakaa sawa. Unaweza kuhangaika hospitalini lakini mwisho nzima ni kwenda kwa mganga ndugu yangu. Mimi sidhani kama hilo ni wazo sahihi. Sifikiri kabisa kwamba eti nikimpeleka ndugu yangu kwa mganga ndo anaweza akapona. At least basi ungenishauri labda kwa mchungaji au kwa shehe. Huko kidogo ningekuwa na imani napo. Lakini mimi siamini waganga hata kidogo kwa sababu
kama kafanya ushirikina, waganga pia ni washirikina wale. Waganga wale pia ni wachawi tu ambao wameamua kujifanya nasaidia watu. Kwa hiyo mimi siwezi kupeleka ndugu yangu kwa mganga. Sasa ndugu yangu, ushauri na ukupo unakataa. Nikushauri kitu kimoja. Yaani wewe unaweza ukachelewa hata kufanikiwa. Yaani kama imani yako ndogo kwa waganga, watu wengi wanapiga hela kwa sababu ya waganga. Huko anafanya kakazi kadogo tu, kumbe kajaza namba za waganga. Nikushauri kitu kimoja. Hata wewe haitaki kupungukiwa namba ya mganga. Uwe nayo kwenye simu hata 3, 4, 5. Kuna mambo yanazuka ya kishirikina, hata usiku wachawi wameingia, unapiga simu kwa mganga, anaingia chapu. Ana solve tatizo. Hilo wazo lako hilo. Hapana. Mimi siwezi kuliafiki. Huko nenda tu kuongeza madhambi, afu ndo kashangaa mtu mwenyewe pia haponi. Anazidi tu, inawezekana kazidi tu kubaya kuharibikiwa kwenye akili yake. Sasa unaona utaki kila ushauri. Basi shauri yako. Sisi ambao tunadini na waganga utaona tunafanikiwa watu hapa mtaa. Labda nikwambie kitu kimoja. Baba Levo mpaka anaingia bungeni pale. Namba za waganga ko wengine wa mawaziri wanapigiwa kula na nini. Yaani unakuta kula moja tu, nyingine waganga wametupia kibao. Wewe unaona kapigiwa kula na basi. Afadhali nimekuona kakaangu. Nilikuwa na shida na wewe. Shida gani? Nilikuwa na shida na kile kitoto cha kike kidogodogo kilishagawahi kunisaidia. Kwa hiyo mume wangu ana matatizo na nimezunguka hospitali zote, lakini wameshindwa kunitibu. Nina imani kile kitoto kitamsaidia. Basi hamna shida. Mimi nitajaribu kwenda kuzungumza naye. Na bila shaka si anapajua pale. Anapajua hapo kwako? Basi hamna shida. Nitajaribu kuzungumza naye. Vipi, anaumwa na nini huyo mume? Yaani hata sijui kakaangu. Tumeshazunguka hospitali zote, lakini ugonjwa hauonekani. Sawa, hamna shida basi. Ngoja nikaongee naye, kitachojili basi utaniona. Nitashukuru sana kakaangu. Maana mume wangu yupo kwenye hali ngumu. Sawa, sijali. Basi sawa kakaangu. Unalia nini mwanangu? Yaani mama weacha. Yaani mama mimi ndio kwenda kwa Jimmy, yaani nyime mtoto kweli. Tena ananifukuza mbele za watu. Mama yule mtoto nimebeba tumboni mwangu mama. Mama mimi naumia. Nimemwambia tu nimuone kidogo tu mwanangu anaita tumeo kunitukana mbele za watu kweli. Kaita mpaka majirani. Kwa hiyo kakudhalilisha mbele za majirani. Mama kumbuka yule mtoto nimemzaa mimi mama. Milo inaniuma. Hivi mimi ndio kuzalilika kweli? Mimi kuzalilika tena ananipiga vibaya mbele za watu. Hivi kijana sijui nimfanye nini, lakini wewe pia una haki ya kwenda kudai mtoto sababu umezaa naye. Haiwezekani ya kunyime mtoto. Wewe pia una haki. Mami leo inaniuma. Najuta takuzaa naye, najuta. Sasa sikiliza mwanangu. Hiyo kazi niachie mimi. Huyu kijana atakachomfanya naona atasimulia kwa wenzie. Na itakuwa mmoja ya fundisho. Sijui unanielewa? Ndio mama. Najua nitakachomfanya. Usilie mwanangu. Sawa mama. Futa machozi. Asante mama. Usijali mwanangu. Utakupambania, utampata mwanao. Ya mama, mimi niko ndani. Haya mwanangu. Hiki ni nini? Hiki ni kingamla. Huu ni uchawi. Pendo. Mbona umekaa hapo kinyonge? Bibi, nafikiria yale majukumu ulionipa. Alafu nini? Tena leo jiandae kabisa. Nenda kukabisa kwenye wakuu wa wachawi. Mkuu wa uchawi? Yaani leo ndo nakukabisa moja kwa moja.
ashore mtu mpafu kete nale kwina keno shamana chako kwa mpita kwa tongi ukama nobolo kiwena faita